ngumu sana, zitakuwa ni nyakati za kutembea na mamlaka kama kina Elia. Somo letu linasema ijue mamlaka uliopewa katika Kristo Yesu. Ijue mamlaka uliopewa katika Kristo Yesu. Ijue mamlaka uliopewa katika Kristo Yesu. Luka 10:19. Karibu mtumishi wa Bwana. Luka 10:19. Kitabu kizuri cha Luka sura ya 10 mstari wa 19. Na neno la Mungu linasema, tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitakachowadhuru. Anasema nimewapa mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka na nguvu zote. Kuna aina ya nguvu za adui zimegawanyika maeneo mbalimbali, lakini Yesu hajazitofautisha. Analiambia kanisa, nimekupa amri ya kukanyaga nge na nyoka na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitakachokuzuru. Hakuna kitakachokuzuru kwenye afya yako, hata kama huo ugonjwa upo kwenye mwili wako, hata kama huo ugonjwa madaktari wanasema hauwezi ukatibika. Lakini anasema nimekupa amri ya kukanyaga nge na nyoka na nguvu zote za yule adui. Huo ugonjwa ulionao, anasema wala hakuna kitakachokuzuru. Ni kweli huo ugonjwa upo, ni kweli hiyo roho ya umasikini ipo, ni kweli hilo tatizo la uzazi lipo, lakini anasema hilo tatizo haliwezi likakuzuru. Maadamu umejua aliye ndani yako ni mkubwa, maadamu kanisa linaelewa liliyembeba ana nguvu, halipaswi kuogopa. Maadamu kanisa linajua aliye ndani yake alishinda kifo, alishinda mauti, kanisa halipaswi kuogopa, kwa sababu halitazulika. Haleluya! Kanisa halipaswi kuhofia, kwa sababu halitazulika. Anasema hakuna kitakachokuzuru. Maadamu uko ndani ya Kristo na umembeba Kristo na umemaanisha kwa Kristo, hilo tatizo ulilonao, hicho kisukari ulichonacho, huo ugonjwa usio na tiba ulionao, hiyo shida ulionayo kwenye familia yako, kwenye hilo tumbo lako la uzazi, anasema hivi, halitakuzuru. Mtu mmoja aseme amina kama unanielewa. Amen. Haleluya. Amina. Wangapi wanaogopa changamoto? Wangapi wanaogopa? Wangapi wanaogopa mapito? Wangapi wanaogopa? Sikiliza, kanisa ukimjua uliyembeba, kanisa ukimwelewa uliyembeba, yeye mwenyewe anathibitisha, anasema nimekupa amri ya kukanyaga nge na nyoka, nimekupa amri ya kukanyaga hayo magonjwa, nimekupa amri ya kukanyaga huo umasikini, nimekupa amri ya kutengeneza ndoa yako iwe salama, nimekupa amri. Sijaelewa kama watu wananielewa. Amen. Sijaelewa kama watu wananielewa. Amina. Sijaelewa kama kuna mtu ananielewa. Amina.
Twende kwenye kitabu cha Mathayo 28:18-20. Mathayo 28:18 mpaka 20. Kitabu kizuri cha Mathayo sura 28 mstari wa 18 hadi 20. Ndio mtumishi anasema, Yesu akaja kwao. Yesu akaja kwao. Akasema nao. Na akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Yote. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Na mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru. Na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Na mpaka 20 umesoma? Na rudia ule mstari wa 20. Chini ndio anasema, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Na anasema mamlaka yote ya duniani na mbinguni nimepewa mimi. Mamlaka yote ya duniani na mbinguni amepewa nani? Amepewa Yesu. Ikiwa Yesu Kristo amepewa mamlaka yote ya duniani na mbinguni, kwenye kitabu cha Yohana 15 anasema mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Anasema kila tawi li ndani yangu na kila tawi lizaalo kulisafisha ili lizidi kuzaa. Tena anasema ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Maana Paulo anasema si mimi ninayeishi bali ni Kristo ndani yangu. Ikiwa Kristo amepewa mamlaka yote ya duniani na mbinguni, manake mamlaka ile amekupa, kwa sababu anasema akae ndani yangu nami ndani yake. Ikiwa Kristo anakaa ndani yako, manake ile mamlaka ipo ndani yako kanisa. Ikiwa Kristo anakaa ndani yako, manake ile mamlaka unayo kanisa. Manake neno lako ni neno la Kristo. Ukisema wewe, amesema Kristo. Ukitamka kitu, ametamka Kristo. Manake lazima lile neno litathibitika maadamu Kristo yuko ndani yako. Ukisema ugonjwa toka, ugonjwa unaondoka. Ukisema maskini pisha, maskini unapisha, kwa sababu aliye ndani yako ni mfalme wa wafalme. Aliye ndani yako amebeba mamlaka yote ya duniani na mbinguni. Kwa hiyo ukimwamini yeye, ukimshika yeye kweli kweli, hautataarika katika dunia hii, hautaibika katika dunia hii, hautafedheka katika dunia hii, maadamu umembeba yeye aliye mfalme wa wafalme. Kuna mtu ananielewa hapa? Kuna mtu anapata kitu hapa? Kuna mtu anapata kitu hapa? Kuna mtu anapata kitu hapa? Sikiliza, tembea kifua mbele, ukijua kwamba Yesu aliye ndani yako, yeye ni suluhisho la mambo yote. Biblia inasema yeye ni yote katika yote. Hakuna ugonjwa utakao kuua, hata kama madaktari wamesema ugonjwa huo unaua. Nataka nikwambie kwa neno la Bwana, hautakufa bali utaishi na utayasimulia matendo makuu ya Bwana. Utanyamaza kimya na yeye Bwana atakupigania. Hayo magonjwa unayoyaona, masikini unaoona, hayo matatizo kwenye familia yako unayoyaona, maadamu Bwana yuko ndani yako, anasema utayaona tena. Wamisri waliokutesa muda mrefu, Bwana ananiambia utawaona tena, utawaona tena. Hebu kama unaamini utaona tena, piga kelele, sema Yesu. Amen. Utaogopa nini? Yesu akiwa ndani yako, Yesu akiwa na wewe, unakuwa salama. Wengine wanadamu wasiokuwa na Yesu akishindwa, wewe hautashindwa. Hata kama unapita kwenye changamoto, itafika wakati wataanza kusema, ndugu yangu, Mungu uliye naye sio Mungu wa kawaida. Watasema Mungu uliye naye sio Mungu wa kawaida. Amina. Haleluya. Amen.
Hebu tusome kitabu kingine cha Waefeso 2:6. Waefeso 2:6. Ninajua. Twende mtumishi wa Bwana. Kitabu kizuri cha Efeso sura ya 2 mstari wa 6. Naam. Neno la Mungu linasema, naam, akatufufua pamoja naye. Akatufufua pamoja naye. Akatuketisha pamoja naye. Akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho. Katika Kristo Yesu. Katika Kristo Yesu. Unasikia neno? Kumbe Yesu alipokuwa msalabani alikuwa pamoja na sisi. Kumbe Yesu alipokufa alikufa pamoja na sisi. Na Yesu alipofufuka alifufuka pamoja na sisi. Na neno la Bwana linasema kwamba, endelea kusoma hapo mtumishi. Endelea kusoma hapo, anasema mstari wa 7. Na ili katika zamani, endelea ule mstari wa 6. Anasema hivi, na akatufufua pamoja naye. Na akatuketisha pamoja naye. Kumbe mahali alipoketi Yesu na wewe umeketi. Watu wananielewa hapa? Amen. Akatuketisha pamoja naye katika Kristo Yesu. Manake Yesu alipoketi, Biblia inasema kwamba Yesu ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba mwenye nguvu. Sikiliza, mahali alipoketi Yesu mkono wa kuume wa Mungu wenye nguvu, na wewe umeketi pale. Mamlaka alionayo na wewe umepewa kwa jina la Yesu. Amen. Nguvu alizonazo na wewe umepewa kwa jina la Yesu. Amen. Ndio maana nilifika waga na mshangaa Paulo. Ndio maana Paulo anasema si mimi naishi, bali ni Kristo ndani yangu. Kwa hiyo unapoishi duniani, lazima mapenzi yako ya kimwili yafe ili mapenzi ya Kristo yasimame. Wewe unashindwa vita ni kwa sababu tu bado hujaamua kuyasimamisha mapenzi ya Kristo. Na mimi nimekuja nikwambie, ukiyasimamisha mapenzi ya Kristo kwenye maisha yako, nataka nikwambie utapita salama, utavuka salama, hautateteleka, hautafeli katika dunia hii. Maadamu Yesu yuko ndani yako. Maana nasema ndani yake tunakwenda na kuona uhai wetu. Na ndani yake tunashinda zaidi ya kushinda. Ukiwa na Yesu unashinda zaidi ya kushinda. Amen. Kuna mtu ananielewa? Amen. Kuna mtu ananielewa? Wewe una mashaka ni kwa sababu tu hujampa Yesu maisha vizuri. Bado kuna mahali unaruhusu vitu. Bado kuna sehemu umemfungulia mlango. Lakini Yesu ameniita leo, ameniambia niambie kanisa lijue mamlaka niliyolipa. Nikitumia hiyo mamlaka kanisa lazima lishinde. Nikitumia hiyo mamlaka kanisa lazima liwe tishio duniani. Hautakuwa mtu wa kulialia. Hauwezi ukafananishwa na watu wasiomjua. Lazima Mungu akutofautishe. Maadamu umembeba Yesu ndani yako, lazima uwe tofauti na watu wasiokuwa na Yesu. Lazima uwe tofauti na watu wa mataifa. Lazima waijilie nuru yako Bwana. Lazima wauone utukufu wa Bwana. Waseme twendeni kwa mama fulani, twendeni kwa mama Gamba, kuna msaada. Twendeni kwa Jackson, kuna msaada. Twendeni kwa mzee wa kanisa, mzee Steve, maana kuna msaada. Ukiwa na Yesu wewe unakuwa nuru, unakuwa chumvi ya dunia. Ili dunia iwe na ladha, lazima chumvi itumike. Ili mboga iwe na ladha, lazima chumvi itumike. Maana wewe una Yesu ndani yako. Lazima ulete ladha kwenye dunia. Lazima ulete ladha kwenye dunia isiyokuwa na ladha. Nimekuja nikwambie, ichue mamlaka uliopewa na Bwana. Bwana anaumia sana akiona watoto wake wanaendelea kulia wakati amewapa mamlaka. Kuna mambo mengine ni lazima utumie mamlaka. Ni lazima utumie mamlaka. Ni lazima utumie mamlaka. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Warumi 8:37. Kitabu kizuri cha Warumi sura ya 8:37 mstari wa 37. Naam. Neno la Bwana linasema. Lakini katika mambo hayo yote, tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Tunashinda zaidi ya nini? Ya kushinda. Wanapenda nisikie kanisa. Tunashinda zaidi ya kushinda. Kumbe sio kushinda tu. Kumbe kuna zaidi ya kushinda.
Kuna zaidi ya kunini? Ya kushinda. Kumbe sio kushinda tu, kuna zaidi ya kushinda. Kumbe hilo tatizo ulilonalo unalishinda na kuna zaidi ya kulishinda. Amen. Watu hawajanielewa hapa. Nasema hivi, tatizo ulilonalo unashinda, si tu kushinda, kuna zaidi, kuna nyongeza. Haishii tu kushinda, inaendelea na zaidi. Amina. Yesu Kristo ainuliwe zaidi. Amen. Yesu Kristo ainuliwe zaidi. Yesu Kristo ainuliwe zaidi. Yesu Kristo ainuliwe zaidi. Yesu Kristo ainuliwe zaidi. Yesu akahuzunika sana. Yaani kuna watu mpaka leo bado ni wachanga kiroho. Hawaelewi hata Mungu aliye naye. Hawajui hata kutumia mamlaka walionayo. Ndio maana kila siku kanisa linazidi kuwa maskini, linazidi kuwa chini, linazidi kushindwa, kwa sababu hatuijui mamlaka tulionayo. Shetani mwenyewe anashangaa. Yaani unakufa na silaha unayo mkononi, unapigwa na silaha unayo mkononi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nataka uelewe leo. Utakapoelewa, ukitoka mahali hapa hautakuwa wewe tena, hautakuwa kama ulivyokuwa. Amina. Nataka ukitoka mahali hapa usiwe kama ulivyokuwa. Amen. Watu wakushangae, waseme hakika Mungu wa fulani anapenda, hakika Mungu wa fulani anafanya, angalia alivyomtendea. Inawezekana watu walikuwa shakata tamaa na wewe, walisema utaishia kuwa maskini, walisema ndoa yako itaharibika tu, walisema uchumi wako utaharibika tu. Kuna mahali wachawi walikaa wakasema, wakaapa mpaka viapo, wakasema mama fulani hatafanikiwa, mzee fulani hatafanikiwa, mzee Mombeki hatatoka kwenye hali aliyonayo. Jambo lolote unaloliona ambalo si zuri kwenye maisha yako, ambalo halikupi furaha, halitokani na Mungu. Na leo lazima tukaangushe ngome, maana Biblia inasema silaha zetu zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Amen. Ziko ngome kwenye ulimwengu wa roho, wamekuzika wakaweka na walinzi, hizo ni ngome. Wameikamata nafsi yako, iko njia panda, wameichukua wanaitumikisha huko, hizo ni ngome. Watu wamekuzika, wamezika uchumi, wamezika ndoa yako, wamezika afya yako. Hizo ni ngome kwenye ulimwengu wa roho. Lakini silaha ambayo tutaitumia silaha ya damu ya Yesu. Na tutakapoitumia ile silaha tukiwa upande wa Mungu, Biblia inasema silaha zetu zina uwezo katika Mungu hata kuangusha hizo ngome. Kwa hiyo hizo ngome zinaenda kuanguka kwa jina la Yesu. Hizo ngome zilizokushikilia muda mrefu, hizo ngome za magonjwa, hizo ngome za matatizo zinaenda kuanguka kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Haleluya. Amina. Amen. Amina. Yesu ni mshindi siku zote. Amen. Hajawahi kushindwa na kitu chochote. Amina. Ikiwa Yesu alishinda, ni lazima ushinde. Amina. Ikiwa Yesu ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba kule juu, na wewe umeketishwa juu. Tena nasema umeketi juu zaidi kuliko falme zote na usultani wote. Manake wewe umeketishwa juu ya wachawi wote. Umeketishwa juu ya umasikini wote. Umeketishwa juu ya matatizo yote. Umeketishwa juu ya magonjwa yote. Amina. Yesu asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wangapi wanaamini wanaenda kupona? Wangapi wanaamini wanaenda kuvuka? Maana iko nguvu ya Bwana ya kukuvusha asubuhi ya leo. Iko nguvu ya Bwana ya kukupeleka hatua nyingine siku ya leo. Mungu aniende haraka. Haleluya. Wakorintho wa pili 10:3-5. Kitabu kizuri cha Wakorintho wa pili sura 10 mstari wa 3 hadi wa 5. Naam. Neno la Mungu linasema, naam, maana ingawa tunaenenda katika mwili,
kwamba tunatenenda katika mwili. Hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, sio za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Mstari wa 5. Na tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu. Tulia hapo. Kuna vitu vimejiinua juu ya elimu ya Mungu. Sikiliza. Yaani shetani ana tabia moja ya kupiga fikra za mtu. Akipofusha fikra za mtu zinaanza kumfikirisha tofauti na Mungu aliye naye. Zinaanza kumwambia wewe ni wakufa tu. Zinaanza kumwambia wewe ni maskini tu. Mbona kwenu walikuwa maskini? Zinaanza kumwambia wewe kwenye ndoa yako ni wakushindwa tu. Maana nyie kwenu waga mnachana. Kwa hiyo nyie watu ni wakushindwa tu. Hiyo ni elimu inayochinua juu ya elimu ya Mungu. Kwa hiyo lazima tukaiangushe hiyo elimu kwa jina la Yesu. Kila fikra iliyokamatwa na adui asubuhi ya leo tunaenda kuiangusha kwa jina la Yesu aliye hai. Hiyo fikra inayokuambia wewe ugonjwa ni wako tu, hakuna. Hiyo fikra inayokuambia hayo madonda ya tumbo ni ugonjwa wako tu, hakuna. Tunaenda kufuta kwa jina la Yesu aliye hai. Na ukitoka hapa unakuwa salama kwa jina la Yesu. Mtu mmoja aseme amina. Mtu mmoja aseme amina. Amen. Hiyo elimu, sikiliza, kuna sauti ya udanganyifu. Biblia inasema shetani ni baba wa uongo. Anaingiza wazo kwenye fikra. Amekukamata fikra. Unafikiria vice versa. Unawaza vice versa na elimu ya Mungu. Elimu ya Mungu ikisema kwa kupigwa kwake sisi tumepona, ile elimu inakuja inasema hautapona, utakufa. Hiyo ndio elimu inayojinua juu ya elimu ya Mungu. Tukisema Mama Gambo unatakiwa uwe tajiri, ununue gari, umiliki mijengo, ile roho, ile sauti inakuja inakwambia wewe ni wa kumiliki. Sasa hivi umri wako umeshaenda bwana. Ile roho inakwambia muda wako umeisha bwana. Wewe sasa hivi utamiliki wapi wewe? Wewe mabago, wewe fundi cherehani utamiliki nini bwana? Bwana Yesu asifiwe. Hiyo elimu tunaenda kuifuta kwa damu ya Yesu aliye hai. Na tukifuta hiyo elimu, kuna jambo litatokea kwako. Kuna jambo litatokea kwako. Kuna kitu kitazaliwa kwako. Biblia inasema ya kwamba kuna tumaini tena kwa mti uliokatwa, ya kuwa unaweza ukachipuka tena. Uchumi wako unachipuka tena. Hali yako ya kiroho ya kumjua Mungu inachipuka tena. Hayo maombi yanachipuka tena kwa jina la Yesu. Haleluya. Kwani utakufa? Hautakufa. Amina. Wewe muamini, amini neno nalokuambia. Amen. Amini kile ninachokisema. Nakwambia hivi, sisemi kwa sababu mimi nahubiri. Pengine kuna watu wananizidi hata kuhubiri. Lakini kile ambacho Bwana ameniambia na amini, nakwambia hivi, kishika na ukiamini leo utavuka. Amina. Utavuka. Amen. Hata kama imani yako ilikuwa imeshayumba, nataka nikwambie, Yesu anamwambia Petro, nimekuombea imani yako isitindike. Kuna imani za watu leo tunaenda kuziombea, hazitatindika, hazitatetereka kwa jina la Yesu. Madam zimembeba Yesu, lazima imani yako isimame tena, inuke tena. Lazima upone tena, lazima utembee tena, lazima ufanikiwe tena kwa jina la Yesu aliye hai. Wewe utaishia kuwa mtumishi wa hapa. Sikiliza nikwambie. Mimi sioni hapa kama unavyoona wewe. Amina. Mimi naangalia mbali. Amen. Tunaona mbali kwa jina la Yesu. Amina. Nataka nikwambie usijione wewe ni wa Shinyanga. Jione wewe ni wa mbali kwa jina la Yesu. Jione wewe ni wa mbali kwa jina la Yesu aliye hai. Jione wewe ni wa kimataifa. Hata kama huoni Galilea, nataka nikwambie, anza kujiona wewe ni mwimbaji wa kimataifa. Anza kujiona wewe ni mhubiri wa kimataifa. Anza kujiona wewe ni tajiri wa kimataifa. Anza kuona wewe ni mshindi katika jina la Yesu aliye hai. Mimi ugonjwa ni wa kwangu tu, nitakufa
jamani, mimi nakufa tu. Unakamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Shetani waga analiangalia, Mungu naye analiangalia neno ndio apate kulitimiza. Kwa hiyo ukijitamkia mimi ni wa hivi, maana lile tatizo linakaa kweli. Lakini ukilipinga kwa mamlaka ya jina la Yesu, unasema kwa mamlaka niliyopewa na Bwana, inakwambia wewe ugonjwa toka. Ugonjwa unasikia. Biblia inasema mkiwa na imani ndogo kama punje ya haradali, mtaiamuru milima ng'oka na yenyewe itang'oka kwa jina la Yesu Kristo. Nataka nikwambie leo ukiamini kuna milima itang'oka kwa jina la Yesu na utapita salama. Amina. Utapita kwa jina la Yesu. Nasema utapita. Amen. Nasema utapita. Amen. Mzee Steve nasema utapita. Amen. Mzee Mombe kinasema utapita. Amen. Mwalimu nasema utapita. Amen. Wazee wa kanisa wote mtapita. Waimbaji wote mtapita. Amina. Bwana Jacob, mtumishi wa Bwana. Mtumishi wa Mungu anatoa muda wake sana kwa ajili ya Mungu. Jamani, Mungu awabariki sana. Amina. Mungu awainue sana, praise. Amen. Hallelujah. Amina. Hawa watu ni wa muhimu sana kanisani jamani. Amina. Yaani Mungu awabariki sana. Amen. Hallelujah. Amen. Mungu atukuzwe. Amina. Mungu ainuliwe zaidi. Amen. Twende kwenye kitabu cha Yakobo 4:7. Kitabu kizuri cha Yakobo. Yakobo 4:7. Yakobo sura ya 4 mstari wa 7. Naam. Neno la Mungu linasema, Naam. basi mtiini Mungu, Mtii Mungu. mpigeni shetani, Mpingeni naye shetani atawakimbia. na yeye atawakimbia. Kumbe cha kwanza tunatakiwa tufanye nini? Tumtii Mungu. Kumtii Mungu manake ni kufanya maagizo ya nani? Mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Manake maana ya kumtii Mungu, kale kaumbeombeo ulikokuwa nako unakaacha, alafu unamtii Mungu. Amina. Yale masengenyo ulikokuwa nayo unayaacha. Amen. Ile hali ya kutokuwa na upendo kanisani na watumishi wengine na watu wengine inaisha. Amen. Unamtii Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Rudia tena hapo mtumishi. Kitabu kizuri cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 7. Neno la Mungu linasema, basi mtiini Mungu, Mtiini Mungu, mpigeni shetani, mpingeni shetani naye atawakimbia. naye atawakimbia. Mtu mmoja aseme amina. Amen. Mtu mmoja aseme amina. Amina. Mtu mmoja aseme amina. Amen. Anasema mpingeni shetani naye atafanya nini? Atawakimbia. Maana ya kumpinga shetani ni kukaidi maagizo yake. Unanielewa vizuri? Humpingi shetani kwa kusema utoka kwa jina Yesu, toka kwa jina Yesu. No, unampinga shetani kwa kukaidi maagizo yake. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shetani akikwambia nenda kazini, kataa, sema siwezi kuzini. Amen. Shetani akikwambia umaskini huu ni wa kwako, mkatae. Ndio maana ya kumpinga. Yaani tunampinga, tunakataa, tunasema sisi sio wa muundo huo. Tunakataa, tunasema sisi sio maskini. Maana Yesu alifanyika maskini ili tuwe matajiri. Na wewe ni tajiri, sio maskini. Unamwambia shetani kwa mamlaka niliyopewa, mimi sio maskini, mimi ni tajiri kwa jina la Yesu aliye hai. Amina. Unamkataa. Ndio maana ya neno mpingeni shetani. Mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Ni shetani waga lina tabia ya kukimbia ukilipinga. Bwana Yesu asifiwe. Wachawi wana tabia ya kukimbia ukiwapinga. Mapepo yana tabia ya kukimbia ukiyapinga. Ila unayapinga kwa kukataa kutii maagizo ya shetani. Ila ukiendelea kufanya maagizo ya shetani, ukiendelea kukaa kufanya maagizo ya shetani, maana hauwezi ukafanikiwa. Soma kwenye kitabu cha Zaburi pale nikuonyeshe kitu. Zaburi ya kwanza pale. Zaburi ya kwanza, Kuanzia ule mstari wa kwanza. kuanzia mstari wa kwanza. Naam. Kitabu kizuri cha Zaburi. Naam. Sura ya kwanza mstari wa kwanza. Naam. Na kwa neno la Mungu nasema, Neno la Mungu linasema, heri mtu yule heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, ndiyo. wala kusimama katika njia ya wakosaji, Kuna njia ya wakosaji. Ndio, endelea mtumishi. wala kuketi barazani pa wenye mizaa. Wala hakuketi barazani pa wenye mizaa. Mstari wa pili, Naam. bali sheria ya Bwana Bali sheria ya ndiyo Bwana impendezayo, ndiyo na impendeza. sheria yake Na sheria yake. utafakari mchana na usiku. Naam. Mstari wa tatu, Amen. naye atakuwa kama mti
naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uliopandwa kando kando ya vijito vya uzao maji, matunda yake kwa majira, uzao matunda yake kwa majira, wala jani lake halinyauki, wala tawi lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Hiyo ndio kanuni ya kufanikiwa. Hebu mpigie Yesu makofi basi, kama unanielewa. Shangilie Yesu. Amen. Kumbe kinachofanya tusifanikiwe ni njia ya wakosaji. Wewe unaombewa sana lakini hauoni kinachotokea. Shida ni moja, mafanikio ya kimungu yanataka kanuni tu. Wewe umeketi kwenye njia ya wakosaji alafu unategemea Mungu akubariki. Manake utanyauka tu. Biblia inasema heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakuketi barazani, wala hakuketi katika njia ya wakosaji. Kumbe njia ya wakosaji ukiketi, hauwezi ukaziona baraka zako, hauwezi ukaona mafanikio yako, hauwezi ukaona uponyaji. Utapewa mafuta, utatembea nayo kwenye begi, utapewa chumvi, utatembea nazo kila kona, hakuna kitakachotokea. Mungu anataka badiliko la ndani. Mungu anataka ubadilike kuanzia ndani. Amen. Kuna neno linasema naomba ufanikiwe sana kama roho yako ifanikiwa. Kumbe mafanikio yanaanzia rohoni. Ukianza kufanikiwa rohoni, kubadilika, kuyafanya maagizo ya Mungu, ukianza kufanikiwa kuanzia rohoni, kuanza kuyatenda maelekezo ya Mungu, kumbe utafanikiwa sana mwilini na utastawi sana. Lakini usipofuata maelekezo, hata akitokea malaika kumbe hauwezi ukatoka, hauwezi ukapata chochote, kwa sababu umeketi kwenye njia ya wakosaji. Soma hapo panaposema kwamba naye atafanikiwa na kila alitendalo litafanikiwa. Pale soma tu pale ile Zaburi ya kwanza. Kuna sema anasema na kila alitendalo litafanikiwa. Naam, Haya atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya. kumbe mtu asiyeketi kwenye njia ya wakosaji huwa anakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya nini? Vya maji, unaozaa matunda yake kwa majira na wakati. Kumbe kuna wakati ambao mbingu aga zinaamuru huu muda ni wa kufanikiwa kwa fulani, huu muda witi anatakiwa afanikiwe. Hayo majira yakifika, yanatakiwa yakukute ukiwa kwenye njia ya wenye haki. Kumbe hayo majira yakikukuta huko kwenye njia ya wakosaji, hauwezi ukafanikiwa, hauwezi ukapokea. Kuzaa kwa majira na wakati. Watoto wako ikifika muda wao wa kuolewa, wanatakiwa waolewe. Ukifika muda wako wa kupamba, wanatakiwa upone.